ilivyoanza katika kijiji cha Itekesha tulipokuwa tumeipokea imani ya Waadventista wa Sabato. Sasa kwa watoto wetu na waongofu wapya ambao hamkuwepo kwa kipindi tajwa kwenye miaka ambayo injili ilikuwa imeanza, nitaomba basi muweze kusikiliza historia hii, jinsi kanisa lilivyoanza mpaka wakati tulio nao sasa. Basi mbele yenu nawaletea historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato Itekesha. Kanisa la Waadventista wa Sabato Itekesha, mara baada ya kuipokea imani, kanisa lilianza likiwa tawi la watu wachache tangu mwaka wa 1985. Miongoni mwa watu waliokuwa wamepokea imani walikuwepo vijana wa kike na wa kiume, lakini wakiwepo pia watu wazima. Lakini mwaka wa 1985 miongoni mwa vijana waliokuwa wameanza walikuwa ni Bishop Sodas, Enoki Mwisua, Pendo Chakupewa. Na ilipokuwa imefika mwaka wa 1987 idadi ya watu iliendelea kuongezeka hadi kufikia idadi ya watu 12. Nao walikuwa kama wafuatao: alikuwepo Bishop Sodas, Enoki Mwisua, Pendo Chakupewa, Ezekiel Luela, Shalom Luela, Moses Sindani, Isaya Mwisua, Melesiana Isaya, Gervas Chalula, Omenina Gervas, Klaveri Mwanisawa pamoja na Jetruda Klaveri. Hapo inafika idadi ya watu 12. Baada ya kupokea imani, kwa sababu hatukuwa na jengo mahali pa kusali, tulipata nyumba ya mshiriki mmoja, tukaibomoa vile vyumba vya katikati, ikawa ni sebule ya kutosha kuendesha ibada kule Mizumbi kwa Ezekieli Luela. Na kwa kadiri injili ilivyokuwa inaendelea, watu tulianza kuingia nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kuhubiri. Na ilipofika mwaka 1987 idadi ya watu iliongezeka na tukaomba jengo la shule kwa ajili ya kuendesha ibada. Miongoni mwao waliokuwa wameongezeka kipindi hicho alikuwa ni pamoja na Esau Sondasi, Karibu Tapula, Abel Mwanisawa, Joshua Nyasio, Gadi Mwanisawa, Geas Chalula, Yoeli Mamboleo. Japo siwezi kuwataja wote, lakini kanisa liliendelea kukua. Na tulipokuwa tukiendesha ibada kwenye chumba cha darasa kule shuleni, tuliona hata hivyo si vizuri kuendelea hapa shuleni, maana tulipewa kile chumba cha darasa kwa muda. Kwa hiyo tuliamua kupeleka ajenda kwa serikali ya kijiji na kuomba uwanja wa kujenga kanisa. Kipindi hicho kiongozi wa kijiji alikuwa ni Plotas Sindani, alikuwa ndiye mwenyekiti wa kijiji, lakini vyeo
au mtendaji wa kijiji alikuwa ni Claudio Sondas Mwisua. Na baada ya ajenda hii kuingia kwenye halmashauri ya kijiji, tulipewa eneo la kujenga kanisa, eneo la Makai, yaani hapa tulipo sasa, lenye ukubwa wa ekari 6. Ubatizo wa kwanza. Ubatizo wa kwanza ulifanyika mwaka 1987 na waliobatizwa kwa mara ya kwanza kabisa walikuwa ni watu 7 ambao majina yao baadhi yao nimewataja: Gershom Sondas ambaye ndiye mtoa taarifa, Isaya Mwisua. Yaani ninaposoma jina, kama upo basi unaweza ukasimama. Yaani wale ambao walibatizwa kwa mara ya kwanza kabisa, nikikusoma jina kama upo hapa basi unasimama, unapunga mkono. Walikuwa ni Gershom Sondas ambaye ni mimi mwenyewe mshauri au historia hii, lakini pia mwingine aliyekuwa amebatizwa kwa ubatizo wa kwanza kabisa Isaya wale, amina. Lakini mtu mwingine alikuwa ni Gervas Charula, kama yupo ndio huyo hapo. Mwingine alikuwa Omelina Gervas, kama yupo ndio huyo hapo. Ni Gravel Mwanisawa, huyu ndugu yetu alisha hama kwa ajili ya shughuli binafsi, alihamia sehemu moja inaitwa Ikozi, kwa wanaishi Ikozi pamoja na Jetruda Gravel. Na baada ya ubatizo huo basi kanisa liliendelea na kazi. Kanisa liliendelea na kazi na haya, baada ya kupewa eneo la kujenga kanisa, tulijenga kanisa dogo kwa tofali mbichi. Tukajenga jengo dogo hapo kwa ajili ya kuendeshea ibada, na ibada iliendelea na watu waliendelea kuongezeka. Kiongozi wetu wa kwanza baada ya kutengwa kuwa kundi, sio tawi tena, alikuwa anaitwa Jelazi Chakupewa mwaka huo 1987, na kanisa ilikaendelea kufanya kazi, watu wakaendelea kuongoka, na tukatengwa rasmi kuwa kanisa mwaka 1994. Mzee wa kwanza aliyechaguliwa kuwa mzee wa kanisa wa kwanza kabisa alikuwa ni Claudio Mwanisawa. Kanisa likaendelea kukua na idadi ya watu ikaendelea kuongezeka hadi kufikia watu 150. Na hapa ndipo tuliamua kutenga kundi la watu 50 kule Mizumbi. Tulinunua uwanja mwaka 2009 na kujenga kanisa la kuabudia hapo Mizumbi. Kwa hiyo watu 50 wakatengwa Mizumbi, yaani ng'ambo ya pili ya kijiji cha Ikekesha huko juu. Na kanisa hili ambalo sasa lilikuwa kundi, ilipofika mwaka 2012 walitengwa rasmi kuwa kanisa na mchungaji Mwasomola. Kundi la pili, yaani hapo tumezalisha kanisa moja linaitwa kanisa la Mizumbi, na ilipofika mwaka 2012 tukaona idadi ya washiriki imeongezeka tena,
yaani kutoka watu 100 waliobaki kwa kanisa mama tukafikia watu 158. Tukagawa tena kundi, tukaliita kundi la Itekesha Kati lililokuwa na watu 73, na kanisa mama tukabaki na watu 85. Kanisa la Central liliendelea kukua kwa haraka na kazi ikaendelea kupanuka, na mwaka 2020, yaani tarehe 19 mwezi wa kwanza 2020, kundi la Central likatengwa rasmi kuwa kanisa, na mwenyekiti wa field wakati huo akiwa ni Amoni Kazwe, likiwa na idadi ya washiriki 74. Sehemu za uinjilisti au vijiji ambavyo tulikuwa tumezunguka kwa ajili ya kufanya mahubiri ya hadhara. Wakati huo hatukuwa na vyombo vya kisasa, japo teknolojia ilikuwa inaongezeka, lakini kwa kanisa hatukuwa na vyombo vya kisasa. Kumbuka kwamba wakati huo hatukuwa na simu kama simu hizi zinazotumika sasa, lakini hatukuwa na vyombo vya kurushia matangazo. Mahubiri yetu yaliendeshwa kwa sauti kavu zisizokuwa na vyombo vya kurusha matangazo. Yaani tulifanya mahubiri bila vyombo vya kisasa. Sehemu tulizofanikiwa kufanya mahubiri ni vijiji vifuatavyo ambavyo tulipeleka effort. Ni Ikozi hii iko Mpui, Ilembo nayo ipo Mpui huko. Madibila ipo sehemu za Mambwe Kenya, mpakani mwa Zambia. Sehemu za Kiundi na Mema, vijiji hivi vyote vipo mipakani, sehemu za Kiundi na Mema. Lakini sehemu nyingine ambayo tulifanikiwa kupeleka mahubiri ni Kambo. Tulipeleka mahubiri Kambo, si mara moja, ni zaidi ya mara moja. Pale tumeenda mara kwa mara kwa ajili ya mahubiri ya hadhara. Sehemu nyingine ambazo tumepeleka mahubiri ni Ninga, Ilango, Itentula nayo ipo sehemu za Mpui. Mnokola ipo sehemu za Laela, Kanyezi, Kafukula na Katazi. Kwa bahati nzuri, sehemu za vijiji hivi vyote ambavyo nimevitaja kuna makanisa ya Waadventista wa Sabato. Hata kama kutakuwa na maeneo ambayo au vijiji ambavyo havina makanisa, basi ni vijiji vichache. Tunamshukuru Mungu kwa hili, kwa sababu ametenda maajabu. Kazi ilianza na watu wachache, lakini sasa watu ambao wamejitoa kwa kazi ya Mungu, kufikia sasa kwa makanisa 3 ya Itekesha kuna washiriki wapatao 402. Kwa kazi inasonga mbele. Wenzetu kimataifa au kitaifa wanasema kazi na utu, wanasema tunasonga mbele. Kwa sisi kwa upande wa Injili tunasonga wapi? Mbele. Ni lazima tusonge mbele, kwa sababu ndio wito wetu, na hatuwezi kunyamaza, kwa sababu tumepewa ujumbe madhubuti tunaopasa kupeleka ulimwenguni. Kwa agizo la Mathayo 28 anasema, basi nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hatuna sababu ya kunyamaza, maana huu ndio wito wetu mkuu. Mungu abariki kwa historia fupi. Amina. Amina.